Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo nakupa hesabu za Mungu katika siti za basi, katika basi siti. Na watu wanataka kujua hii imekuwaje? Siti za basi zinahusikaje na vifo? Siti za basi zinahusikaje na miungu? Amen. Ngoja nikwambie mahesabu ya hiyo miungu. Amen. Mahesabu ya siti za basi. Kwa nini zinahusika na vifo na miungu? Hii ni vita vya kiroho katika ulimwengu kati ya Mungu na Shetani. Joka na malaika zake. Nilikwambia au ulisikia maono mengi yakizungumza kwamba ninakwenda kuvunja miungu yote ya dunia na miungu ya Tanzania. Ushasikia huo ujumbe kama huo toka mwaka 2020. Nikivunja miungu. Na kuna watu ambao niligonga miuli vifo vyao kwa sababu wao walikuwa wanashindana na mimi kwa nini nimevunja miungu yao. Hiyo ni katika ulimwengu wa roho. Katika mwili ilikuwa bado. Sawa. Sasa baada ya kushinda vita hivi vya kiroho ya kuvunja miungu katika ulimwengu wa roho, ndipo vita hiyo inakuja kimwili katika damu na nyama. Sawa. Miungu ambayo tulikuwa tunaivunja ni miungu kuanzia awamu ya kwanza mpaka awamu ya 5. Sawa. Na awamu ya 6 hiyo salia kumaliziwa mwishoni. Sawa. Miungu awamu 5 na 6 ambayo ni nusu. Amen. Kabla sijasahau, twende katika Biblia yako tuone sanamu ya Nebukadneza iliyovunjwa vipande, na ndivyo inaenda kuvunjwa sanamu ya Tanzania. Amen. Sanamu ya Nebukadneza ilibomolewa na ilipigwa na jiwe kula pembeni, ambaye ni Mungu. Akavunja sanamu, akavunja tawala zote. Sawa. Sasa basi, katika Agano la Kale, hesabu ya Agano la Kale inasema Mungu akamwambia Adamu, nitakuja kukuchukua baada ya siku 5.5, yaani 1500. Awamu 5.5, siku 5.5, 1500. Sawa. Agano Jipya tuna nusu. Yaani Agano la Kale ilikuwa ni vizazi 2 na nusu na kidogo kufikia kizazi cha 3. Na sisi ni kizazi cha 3. Tukiunganisha na ile nusu na hii nusu yao tunapata kizazi cha 4. Sawa. Kwa hiyo Agano Jipya ni nusu ya Agano la Kale, 1500 kwa 2000 ngapi? 2625. Nielewa vizuri. Kwa kuvunjwa kwa sanamu ya Tanzania ndiko kunavyokwenda, manake kunavunjwa miungu yote, misingi yote na miungu yote kutoka awamu ya kwanza mpaka awamu ya 5. Kwa nini nafanywa hivi? Kwa sababu Mungu anahitaji kukaa ndani ya Tanzania. Hivyo basi hawezi akakaa na miungu ikiwa imekaa. Kwa lazima miungu iondolewe, vunjwe vipande ili ijue kwamba yeye ndio Mungu wa miungu. Na miungu hii awamu 5, maana kuna miungu ya Freemason, kuna miungu ya kichifu, kuna miungu ya kiganga, kuna miungu ya Illuminati, kuna miungu ya nini, yote hiyo maana yake ivunjwe. Ndio maana niliwahi kusema mwanzoni kwamba Freemason na wachawi wote sasa hivi hawana tena nafasi. Amen, nakumbuka. Sasa basi, baada ya kushinda katika ulimwengu wa roho, na nikakwambia hivi, tumeshashinda na Nabii Musa ndiye mshindi wa vita vya kiroho, ndiye amepewa kushinda na ndiye ameshinda na ndiyo rais mpya juu ya Tanzania. Na ninakwambia sana kwamba huyu mtu ni mbishi kweli kweli. Hakubali kushindwa. Na umeona jinsi anavyotuma watu kupambana na nabii. Amkia anatuma wanashindwa, lakini asikia anaendelea kutuma kila siku. Na ndio maana wameandikiwa kufa. Kwa sababu hatuwezi kukaa tunashindana kila siku
mshindi asipatikane, wakati mshindi ashapatikana. Wewe unafanya kazi ya kushindana kila siku, kubishana ili mshindi asitangazwe. Kwa hiyo wewe ni king'ang'anizi, alafu ni unasababisha, yani hutaki watu waendelee mbele. Yani unaweka vigingi. Kwa hiyo mwisho wako ni mauti. Kufa kupo. Amen. Sasa basi, baada ya ile vita katika ulimwengu wa roho, baada ya kumaliza katika ulimwengu wa roho, sasa ile vita ya miungu ndio inakuja katika mwili. Inakujaje katika mwili? Ndio ninazunguka kila mahali ninakokwenda, ninakoelekezwa kwenda, ndio ninaenda kuivunja hiyo miungu. Sijui umeelewa? City number basi city number zinahusikaje? Kiti ninachokalia ndio kiti cha nini? Cha ufalme cha hiyo miungu. Au kiti changu mimi juu ya hiyo miungu. Yaani kiti changu na kiti ile namba 4, kama nishaongea, awamu ya 4 2005 walifanya nini? Kwa hiyo ile nafasi inarudi tena, yani yule mtu anarudi tena, ndio anarudi kuvunja ile miungu, ndio namba 4. Yani city na namba 4 ni kiti cha enzi cha mjumbe wa agano mshindi aliyepewa kuvunja miungu yote, yani kuvunja hizo namba zote 1 mpaka 5. Ndio maana 45 yani 40. Sawa. Kwa hiyo 4 inaobeba namba zote, yani 4 ukiweka 1 unapata 41, ukiweka 2 unapata 42, maana yake 4 ndio kingi. Sawa. Kwa hiyo 4 ndio mjumbe wa agano anapita kuvunja hizo namba zingine zote. Kuvunja hivi viti vya enzi yote, kuvunja hii miungu yote. Kwa hiyo anapotembea, unapokaa kwenye city namba, maana yake inamaanisha utawala au miungu ya awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5. Kwa kila ninapokwenda, maana yake naenda kuvunja ile miungu. Na kuvunja kwake naivunjaje au inavunjikaje? Sawa. Ndio wale watu wanaotumwa kunifuatilia, kushindana na mimi kwa sababu nimevunja miungu au ninavunja miungu yao. Ninapoenda kufanya maombi hapo ninaagizwa kwamba ninavunja miungu yao. Wale watu wanatumwa kufanya utekaji na uuaji na kuwashinda, yani wanashindwa kufanya hivyo wanavyotaka kuvifanya. Ndio maana ya kushinda miungu. Kwa Bwana akisema nenda sehemu fulani, ukifanya maombi, ukimaliza, ukivunja ile miungu, Bwana anakuambia kazi imeshaisha, nenda. Umeelewa? Kwa hiyo inafuatia miungu inayofuatia kwenda kupigwa. Na wakati wewe unafanya maombi, kumbuke kuna watu wanakufuatilia ili wakuteke. Kwa nini unaharibu mambo yao? Kwenye makundi ya watekaji kuna makundi, kuna genge la kichifu, na kuna magenge ya Freemason, na kuna magenge mengine mengi tu yapo humo. Kwa Freemason hao, kuna viongozi ambao ni Freemason ambao wanatumikia kuzimu, ambao wana vyeo, wanatumia vyeo vyao kufanya huo uhalifu wa kuteka watu. Sawa. Ndio maana nikwambia hivi, wanafanya hivi kwa ajili ya kutoa kafara. Na nikwambia hivi, kafara zenu zote hazitakubalika, zote hazitafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu nabii wanapita kuvunja viti vyote vya enzi. Ndio lazima vivunjwe kwanza ili Mungu atawale. Ndio maana naambia hivi, huwezi kukaa hapo kama huna nguvu za Mungu. Kama mjumbe wa agano amepewa kupambana hivi na hizo madhabahu, na ameweza kuzivunja zote, hivyo vitu vya enzi amevunja vyote. Je, wewe unaweza au wewe ungeweza? Ni mtu aliyechaguliwa na Mungu kufanya hiyo kazi. Bila hivyo, ili uingie hapo ukae, lazima uwe na wewe chama kimoja, yani uwe Illuminati, uwe Freemason. Uwe umetoa sadaka kweli kweli, vinginevyo huwezi kukubalika. Ndio maana yule ndugu tulimuita, na wale wote ambao tuliwaita, manake sisi ndio tulikuwa tunafanya kazi ya kutengeneza njia kuvunja hiyo miungu, ili mtu ambaye tunamuita na sadaka yake aweze kukaa. Lakini kwa sababu walitupuzia, wakatudharau, hawakujua kwa mbele kuna nini au nini kinaenda kutokea kwa mbele. Ndio maana Mungu amesema simama mwenyewe, nenda mwenyewe. Kwa sababu wale watu ambao unawaita kuwatengenezea njia hawajali, hawathamini, hawaelewi, wanajifanya wanaweza bila Mungu.
Sasa mimi niko hapa, ndo ninakuja. Mshasikia nabii nyingi tu, ndo ninakuja. Kwa hiyo na nyinyi ambao mnataka, ambao mlikataa kunisikia nilivyowaita, na nyinyi njoeni. Yaani twendeni wote, alafu tutaona atakaye baki na atakaye pita au atakayekaa ni nani. Nimesema hiyo miungu yote kuna mauti ziko zimetegwa makusudi kwa ajili ya watu kama nyinyi, ambao wakati mnaitwa mlidharau, wakati tunaongea tunawapigia ngoma mkadharau, lakini leo mnaona sasa njia imeshatengenezwa, amekuwa peupe, unataka kukaa, mauti itakutafuna. Ndio maana nimepewa kupiga mapigo yote niyatakayo kwa kinywa cha midomo, ili watu, kila mtu ajue na kila mtu aone. Kwa sababu nilivyowaita, mtu anamuita bwana njoo, unatakiwa utoe sadaka kiasi hichi. Mtu anadharau. Na nikatata nimeongea kabisa kwamba wewe unaambiwa umtolee Mungu sadaka ili akupe nafasi kubwa kama hiyo. Unaona hiyo hela ni nyingi. Wenzako wanatoa mabilioni. Wanaua watu, damu za watu ili kupata hiyo nafasi. Lakini kwa sababu Mungu hataki damu, hataki mtu kukaa mahali hapo kwa damu za watu, ndio maana mkamtengenezewa njia kwamba wewe sadaka yako itakutosha, lakini yote mkapuuzia. Amen. Kwa ninaongea haya au nimekujulisha baada ya kumaliza hiyo kuvunja hiyo miungu yote, tumeshamaliza. Babeli mkuu, mama wa makahaba, umeanguka. Kazi imeisha. Kazi imekwisha. Shangilieni enyi mbingu. Shangilieni enyi mbingu. Bwana anakuja kutawala. Atampa kila mwenye kiu, atamnywesha maji ya uzima. Kila mwenye njaa na kila mwenye ugonjwa, bali waoga, wasioamini, wachukizao na wachawi, sehemu yao ni kwenye ziwa la moto na kiberiti. Na hiyo ndio mauti ya pili. Wakati tunapambana na miungu, tunapigana na miungu na ushindi unapatikana, Bwana anasema wenye kiu, wenye njaa, Bwana atawalisha. Atafanya maskani yake na watakatifu duniani. Sawa? Tanzania mpya. Duniani, sio mbinguni. Tanzania mpya ya duniani itaondolewa, tata Tanzania mpya ya mbinguni. Sawa? Anasema bali waoga na wasioamini. Wakati huu wale waoga na wasioamini waliojificha, wale machawa, wale makunguni, sehemu yao ni kwenye ziwa la moto na kiberiti. Mungu akubariki sana.